Nikukaribisha tena katika mwendelezo wa mada inayosema zifahamu aina 4 za makundi ya watu. Hatua ya kwanza tulizungumzia makundi mawili ambayo ni sanguine pamoja na choleric. Katika hatua hii ya pili tutazungumzia pia makundi mawili yaliyobaki ambayo ni melancholy pamoja na phlegmatic. Tuanze na kundi la tatu ambalo ni melancholy. Kikawaida watu walio katika kundi hili ni watu ambao kisaikolojia wanajulikana kama introvert, ikimaanisha kwamba ni watu ambao hawapendi kuwa na mwingiliano wa watu, hawapendi kusaidiana kwenye mambo mbalimbali na watu wengi. Ni watu ambao wanakuwa wakimya sana, wanapenda kuyafanya mambo yao kimya kimya. Watu walioko katika kundi hili ni watu ambao wanafikiri kwa mantiki sana, wanapanga mipango yao kwa mantiki yenye maana, kwa sababu ni watu ambao wanaogopa sana kukosea. Yaani kama unatafuta watu wanaogopa kukosea, sasa ni watu walioko kwenye kundi hili. Wanapenda kila kitu kuona kimenyoka, lakini pia ni watu ambao wanapenda kuona mambo yao yamepangiliwa vizuri, usiwepo na kitu chochote ambacho kinawakwamisha. Wanapenda kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa, wanafanikiwa kwenye malengo ambayo wameyapangilia. Wanaweza kuwa wanajiuliza melancholy ina tofauti gani na choleric? Melancholy ni watu ambao ni wakimya sana, yaani hawapendi kuwa na mwingiliano na watu wengi, wanapenda kufanya mambo kimya kimya na kwa umakini, wanaepuka kukosea. Lakini choleric ni watu ambao wanapenda kushirikiana na watu katika mambo mbalimbali, maana hawa choleric kisaikolojia wanajulikana kama extrovert, lakini pia wao choleric ni watu wanaopenda kuonyesha hasira pale ambapo misimamo yao inataka kuvunjwa. Hiyo ndio tofauti ambayo unaweza kuielewa kati ya melancholy pamoja na choleric. Melancholy ni watu ambao pia wanapenda kutafuta suluhisho kwenye matatizo ambayo wanakumbana nayo, kwa sababu hawapendi kabisa kuona mambo yameenda vibaya. Watu walioko kwenye kundi hili la melancholy kikawaida ni watu ambao wanaogopa sana hasara. Melancholy pia ni watu ambao ni creative, wanapenda ubunifu. Ni watu ambao wanapenda sana kufikiri, kwa sababu wao wanahitaji kila kitu kikamilike, kila kitu kisiwe na kosa lolote lile. Kwa hiyo kuna mambo wanayofanya wanaangalia sana kwa ukaribu sana. Choleric ni watu ambao wanaongozwa na sheria sana, yaani ni watu wa kutekeleza sheria sana. Ni watu ambao sio wepesi wa kukubaliana na mawazo ya watu mpaka kuwe na uthibitisho. Ni watu ambao wanapenda sana kupenda, yaani wanajisikia vizuri wanapopendwa. Wanapenda kuangalia watu usoni wakati wanaongea, yaani kama mpo wawili mnaongea na huyu mtu akawa yuko kwenye melancholy, huwezi ipanga kuwa unaangaliwa kwa usoni. Ni watu wepesi sana kuhisi pale ambapo mambo yameenda vibaya,
lugha nyingine, watu wepesi sana wa kufikiri kwamba hapa mambo yataenda vibaya, na hivyo wanakuwa ni wepesi wa kuchukua tahadhari. Tuangalie uimara wa watu hawa, uimara wa watu aina ya melancholy, stresses of melancholy, kwamba tabia zao zina uimara kiasi gani. Moja, wanapenda kuchambua sana vitu, yaani kwa kuchambua vitu ni jambo la kawaida sana. Hawataki kukubali moja kwa moja juu ya jambo ambalo wanaona kabisa linaweza likawaletea shida kwao. Wanapenda sana kufanya vitu peke yao. Kikawaida hawa wanakuwa na msimamo wa kwamba wanaamini watu wengine hawaweza kufanya vitu vizuri kama wanavyopenda. Yaani wanaamini kwamba wao ni perfect, hawaweza akakosea. Tabia ya tatu, wanapenda sana mpangilio wa vitu. Tabia ya tano, wanapenda kufikiri sana, yaani ni makomplikated kwa lugha nyingine. Wanafikiri sana, yaani kitu kidogo yeye anafikiri sana. Tuangalie udhaifu wa watu aina ya melancholy. Udhaifu wa kwanza, wanaogopa kupata hasara kwenye mambo wanayofanya. Yaani hasara ni kitu ambacho kwao wanakiona ni kitu kibaya sana. Udhaifu wa pili, wanaogopa kufanya maamuzi ambayo yana makosa. Yaani wanaogopa sana kufanya mambo ambayo sio sahihi kwao, na hivyo inawapelekea wao kufikiria sana kwa kiasi kikubwa sana. Udhaifu wa tatu, sio wepesi wa kutoa msamaha. Yaani ukikosea melancholy, wewe jipange tu, maana sio wepesi sana kutoa msamaha. Hata kama ukimwembeleza kwa namna gani, haweza kukubali kutoa msamaha rahisi mpaka ajiridhishe kwamba nikimsamehe huyu mtu, je, atakuwa ameshaacha tabia yake au ataendelea nayo. Tuangalie kundi la 4 la aina za watu ambalo ni phlegmatic. Hili ni kundi ambalo na mwisho kuzungumzia. Aina hii ya watu vile ni watu ambao ni wakimya sana, ni watu ambao hawapendi kuongea na watu sana, lakini ni watu ambao wanapenda amani sana, ni watu ambao hawataki shida, ni wapenda amani, wanapenda masuala mazuri. Hata kama masuala sio mazuri, wao wanachukulia ni kitu cha kawaida tu, kwa sababu hawapendi kukompliketisha watu. Kwa hiyo ni watu ambao kivyovyote vile mtakavyosema nyie, wao wanakubali tu. Kitu kiwe kizuri, kiwe kibaya, wanaendelea na maisha tu. Katika maisha yao hawana cha kufikiria kwamba kuna mambo magumu yanaweza kawa zuri. Yaani wao wala hata hawana shida. Wao kazi yao tu ni kupiga misele tu. Watu ambao wanapenda sana starehe. Yaani watu wanapenda starehe lakini ni wavivu. Phlegmatic ni watu ambao wanapendwa sana na watu. Kwa nini wanapendwa? Kwa sababu hawataki shida na watu, wanaongea na watu japo sio sana, hawapendi kuona wamemkera, hawapendi kuwakera watu, ndio maana wanapendwa. Kwa hiyo kila mmoja anajikuta anampenda huyu mtu aliyekuwa phlegmatic. Ni watu ambao ni wapole sana na wanaruhusu maisha yaendelee kwa namna yoyote ile, wao hawana shida. Ni watu ambao sio wepesi wa kukasirika, yaani unaweza kumfanyia mabaya lakini bado akawa anacheka tu. Ni
Ni watu ambao wanapenda kukubaliana sana, yaani unaweza kuongea kitu mtu mwingine akaona kama ni kibaya, lakini kwa Phlegmatic anaona ni kitu cha kawaida sana. Wakati mwingine Phlegmatic ni watu wanapenda kuigiza sana, yaani kwa nje wanaweza kuonekana wako vizuri, lakini kwa ndani kumbe wana fundo la shida, na kwa kuwa hawapendi kukompliketisha mambo, hawapendi shida, ndio maana wanaamua kuficha mambo. Watu walioko katika kundi hili ni watu ambao wanapata matatizo mbalimbali sana ya saikolojia, kwa sababu hawajui kueleza shida zao. Wanapenda kufarijiwa sana, yani wanapenda kufarijiwa sana, yani wanapenda kuwa karibu na watu ambao wanawasifia, yani wao ndio wanajiona wako sehemu sahihi. Kwa ndugu yangu, ukiwa na mke aina ya Phlegmatic, anakuwa ni pole, lakini anakuwa anapenda umsifie tu kwa kila jambo ili ajisikie vizuri. Ni watu ambao hawana motisha, yaani ili wafanye jambo inahitaji nguvu ya ziada sana. Yaani watu ambao wanapenda kurahisisha mambo. Unaweza kumwambia fanya 1 2 3, akakwambia sawa nitafanya, lakini siku nzima inapita hata hajafanya. Na ukimuuliza anakuambia hilo jambo ni rahisi, nitalifanya tu. Phlegmatic pia ni watu ambao wanapenda sana kusikiliza kuliko kuongea. Yaani wewe unaweza kumwambia chochote na akasema neno moja tu, ndio haina shida, tutafanya. Lakini pia ni watu ambao wanaonyesha siasa. Yaani ni watu ambao wana siasa za chini sana. Yaani wanapenda kutia moyo kwamba hilo jambo litawezekana. Kwa hiyo unaweza ukaenda una pressure, labda umefeli homework, labda assignment. Ukifika kwa aina ya huyu, ukifika kwa aina ya mtu aina ya Phlegmatic, anakushusha pumzi, anakuambia hebu tuliza kwanza, shusha pumzi, hayo mambo ni madogo, assignment zingine zipo, tutafaulu. Kwa hiyo ni watu ambao wanarahisisha sana mambo. Watu ambao wanapenda muziki pia, wanapenda vitu vizuri. Kama unatafuta watu wazembe na watu ambao hawatikisiki, ndio Phlegmatic. Yaani wenyewe wala hata hawana hata kujihangaisha, wateseke tena. Yaani mambo ya kuteseka kwao sio mazuri, yaani hawapendi kuteseka. Ndio maana hao unaweza kukuta wana maisha mabaya, maendeleo yao ni mabaya, wanaishi sehemu mbaya, wao hata hawajali. Tuangalie uimara wa tabia za watu walioko kwenye kundi hili la Phlegmatic. Tabia ya kwanza, wana tabia ya kuhandle pressure kwa ukamilifu. Yaani wana uwezo wa kutuliza hasira za watu. Yaani tabia ya pili ni watu wana uaminifu sana. Ni watu wana uaminifu juu ya jambo ambalo wameambiwa walifanya, lakini uaminifu huo unaweza kuwa kidogo sana, kwa sababu sio wepesi wa kutekeleza. Tabia ya tatu, sio wepesi wa kubadilika. Yaani kitu ambacho wanakiamini ndicho hicho, hata kama ukimwambia habadiliki, sio rahisi kubadilika. Tabia ya nne, wana maadui machache sana, kwa kuwa wao hawapendi kuongea, ndio maana kumbana na changamoto na watu mbalimbali kwa sio rahisi. Tabia ya tano, sio wepesi sana wa kuhukumiwa kwenye makosa, ni kwa sababu ni watu ambao wanaogopa
shida, lakini ni watu ambao pia wanapenda vitendo sana. Sasa kwa kuwa wenyewe wanaogopa shida, ukimwambia jambo anataka aone vitendo ili kujihakikisha kwamba uko sehemu sawa. Kwa hiyo ukiwa na mpenzi wako yuko kwenye kundi la trigamatic, hakikisha kwamba kila mara unamwonyesha vitendo. Madhaifu ya watu walioko kwenye kundi la trigamatic. Udhaifu wa kwanza, wanaepuka sana kuwa na migogoro na watu mbalimbali. Hawapendi kuwa na migogoro kama nilivyokwisha kuelezea. Kwa hiyo wapo tayari kupatwa na matatizo, lakini kuliko kuanzisha mgogoro au kudai haki. Udhaifu wa pili ni wazembe, yaani hawapendi kufanya kazi. Chochote kile kwao wanaweza kakitelekeza, hawaoni manufaa ya kufanya kitu ambacho kinatakiwa. Udhaifu wa tatu ni waoga sana, ni watu ambao wanapenda kuonyesha uoga sana, ni watu ambao wanapenda kujiona kwamba wakifanya mambo mabaya wanaweza kuumizwa. Kwa hiyo wanaogopa kuumizwa kisaikolojia pamoja na kimwili. Udhaifu wa nne ni waongo sana. Sasa kwa kuwa wanaogopa shida, na hivyo pale ambapo kwa kuwa wanaogopa shida, hivyo wanaweza kutumia uongo ili kujilinda. Udhaifu wa tano, wanapenda starehe sana. Ni watu wa starehe sana, yaani wanapenda starehe sana, wanapenda kwenda kwenye starehe, kumbi za disco, ni hali hawana hata pesa. Kwa hiyo kwenda hata kusikiliza tu muziki kwao inatosha. Na udhaifu wa sita, sio wepesi sana wa kuhamasishwa kwenda kufanya jambo. Ndugu, hapa ndo nimefikia mwisho wa somo hili, na imani utakuwa umejifunza vitu vingi sana kwa elimu ambayo unapata na kusaidia kujijua wewe utaangukia kwenye kundi lipi. Makundi yote haya ni sawa, kwa sababu kila kundi lina uzuri wake na kila kundi lina ubaya wake. Kwa hiyo mtu yoyote yule akiwa kwenye kundi hili, ujue kabisa kwamba utakuwa na uwezo fulani fulani na utakuwa na udhaifu fulani fulani. Asanteni sana kwa kunisikiliza.